I sat you down, my brother. Nikakwambia, wewe William Ruto, hii watu ya mlima walikupenda, walikuamini, walikupigia kura. Vile unaenda, ningetaka nikushauri nikiwa mzee. Hao watu ya mlima hawapendi usaliti. Hawapendi kutumiwa vibaya. Hawataki madharau na hawataki kudanganywa. Wewe umeanza kuwasaliti, unawatumia vibaya, unawadanganya, ufanyi kazi na umeanza kufuta watoto ya mlima. Hao watu watakugeuka. Akaniambia bana wewe Rigiji bana, wewe umechaguliwa juzi. I have been in politics for 35 years. I know this country. I will not be president if mimi sijui siasa. Nikamwambia mimi sijui siasa ya Kenya sana. I agree, wewe unajua kuliko mimi. Lakini ya mlima mimi najua kuliko wewe. Nikamwambia wewe president, tafadhali. Nilikaketie karibu mara 5 mara 6. Nikamwambia tafadhali, usifikirie kwa sababu hii watu ya mlima walikupigia kura bila condition, bila chama, bila chochote, that you are one of them. You are not. And you don't know them, you don't understand them. Akaenda akatafuta hii kijana ya Kikuyu na hii mjumbe hapa Laikipia. Mja wachana na hiyo mtu, wewe ulijileta mlima. Don't accept blackmail. Hii mlima haina shida. Haina haja na kiongozi wako, na haja na kiti. Hata ukinyang'anya huyu, bora upatie mtu ya mlima, hakuna shida. Wiki 2-3 atasaulika. Mimi nikamwambia rais, wewe unasikiza hii mtoto. Hii ni kijana mdogo ya Sedaraka. Haelewi hii watu ya mlima, mimi ni mzee. Hii watu ya mlima ni kama gari ya Isili. Akaniuliza, gari ya Isili ni kusema nini? Akamwambia gari ya Isili ukiingilia pale Koja Mosque inakuwa namba 9. Unateremuka Globe Roundabout namba 9. Unapanda pale Gara namba 9. Unateremuka ukifika Pangani namba 9. Unaenda mpaka mlango kubwa namba 9. Unaingia St. Teresa's namba 9. Ukifika pale garage ya zamani ya City Bus, gari ni ile ile, driver ni yule yule, makanga ni yule yule. Ile namba 9 inabadilishwa namna hii, inakuwa namba 6. Angalia. Nikamwambia wewe William Ruto, hii mlima ukiendelea na vile mimi naona ukiendelea, itakuwa kama gari ya Isili. Na hiyo namba ikishabiduliwa, kabla safari ifike ibadilishwe tena pale Asikoja, pale Commercial, utakuwa one time. Because hii safari between garage ya Isili na Commercial miaka 5 itakuwa imefanya nini? Haitakuwa imerudi namba 9. Imefanyika haijafanyika? William Ruto, you have lost a mountain. Let me advise you today for free. Forget about this mountain. If you want to be re-elected, if you have any plan for re-election, in your formula, in your mathematics, remove the mountain. It's gone and gone and gone forever. And you remember I told you in Sagana State Lodge, I told you, nikiwa na watu 5,000, waziri alikuweko, hao viongozi walikuweko. Nikakwambia, hao watu mlima ni watu wazuri, but they hate betrayal. Betrayal is a taboo. It is an abomination. And once it has taken place, there is no remedy. And it is never forgiven. These people can never forgive you. So wewe uliambiwa na Nurdin Haji, you are advisor, that hata ukipoteza mlima, ukipata Raila, you don't need the mountain. So wewe kaa na hiyo mzee kitendawili, na wewe umesema uko na experience ya 35 years. I think we overrated William Ruto, Linturi. This guy is not as sharp and smart as we thought.
Yeye amepoteza kura milioni 4 akifuata kura milioni 1, na anasema ati yako na umaarufu ya 35 years. Amewacha ile kitu alikuwa ameshika kwa mkono akifuata ile iko mstuni, and then he is saying he has a lot of experience. I may not be very experienced myself, but I know leaving 4 or 5 million votes for 1 million is not political wisdom. It cannot be political wisdom. So wewe, please don't blame me. I am not the cause of your problems in the mountain. You betrayed the mountain people, you misused them, you humiliated them, you persecuted them, and you continue annoying them more by abusing them and calling them tribalist.